Wafundisheni wachungaji, fundisheni watu kuridhika. Watu wamekuwa malaya mpaka makanisani. Nini? Mafundisho mabaya kanisani. Mnanielewa? Kuna vitu vingine ni vigumu sana. Fundisheni watu kuridhika. Yes. Yaani mababa wa kiroho sasa hivi wamekuwa wanatufundisha vitu vya ajabu sana. Usipomfundisha mtu, niwaambieni, mwili ni wa ajabu sana. Pana watu wanafanya tendo la ndoa hawaridhiki na tendo la ndoa, wanafanya mpaka kinyume na nini? Na maumbile. Wamo kanisani. Kwa sababu nini? Mchungaji hajajua kumfundisha mtoto namna ya kuridhika. Mwili ni wa ajabu mno, ukiuruhusu una vitu vya kipumbavu sana. Pana sarakasi za kijinga ambazo ziko. Nataka niwaambie wana wa Mungu, nyinyi vijana ambao mnakuwa, jifunze kuridhika. Amen. Wapo ambao mlipita pita huko mkaona mambo ya ndoa huko. Mnajua kila aina ya maisha ya mwanaume, mnayajua. Jifunze kuridhika. Mwanamke anayeridhika na mume wake, mwanaume anayeridhika na mke wake. Kinachotufanya tunakwenda nje ya ndoa kuto kuridhika, na haya yamesababishwa na mababa wa kiroho, mafundisho manyonge. Biblia inasema aliye na mke ajifanye kama ana. Amen. Amen. Maana yake wakati mwingine unamwona yuko ndani, lakini muda wa maombi upo, unakwenda kwenye nini? Kwenye maombi. Kwa sababu ukimwendekeza hata maombi hamfanyi. Mwili una tabia ya kutokuridhika. Ndio maana nasema, enyi mabinti wa Yerusalemu, ninawasihi msiyachochee mapenzi kabla ya wakati wake. Tuliza kwanza mshono, tuliza mazungumzo ya mapenzi, tuliza kila kitu, weka pembeni kwanza mpaka utakapoona yametimia. Nini? Kuna wajabu katika mwili. Wewe jifanye baby ukiwa shule ujooni, haumalizi. Na kama unamaliza uko ndi. Anza kuzima, baby calm down. Calm down. Calm down. Aki calm down, taelewa. Amen. Naona tumnaimba mnacheza, baby calm down.